Leo nataka nizungumze na mafundi wote wa Kitanzania, wahandisi wa Kitanzania wa mambo ya electronics. Sikiliza kwa makini. Hiki ni kifaa hatari zaidi kuliko vifaa vingine vyovyote ambavyo ni hatari. Utakapokuwa umeletewa ofisini kwako, jua umeletewa kifo. Microwave ni kifaa ambacho kinatumika sana majumbani. Ni jiko la umeme ambalo linapika chakula kwa njia ya kitofauti kidogo, tofauti na jiko zingine. Jiko linalobadili umeme na kuwa joto, jiko linalobadili umeme na kuwa electromagnet. Sasa hili ni jiko ambalo linabadili nguvu ya umeme kuwa radio waves. Ni jiko la ajabu na lenye kushangaza ulimwengu. Lina uwezo wa kubadili umeme na kuutupa hewani kabisa. Baada ya umeme huo kwenda kugonga kwenye maji au kwenye kitu chochote kibichi ambacho unataka kukipika, linabadili zile molecule kwa sababu ya reflection ya molecule za umeme ambazo zinaenda kwa speed ya 3 GHz hadi 6 GHz, ambapo hali hii hutengeneza friction ambayo inatengeneza joto kwenye molekuli za chakula na chakula kinaiva bila kuguswa, bila joto lolote. Hili ni jiko ambalo unatakiwa uwe nalo makini unavyoletewa ofisini, maana ni hatari. Lina uwezo wa kukupofua macho ama kukuua bila huruma. Kosa moja dogo kwenye ufundi ama service ya microwave lina uwezo wa kukuondoa duniani papo hapo. Hii ni kwa sababu zifuatazo. Moja, microwave ni jiko ambalo linapokea umeme wa kawaida voti 220, umeme ambao si rahisi kukuua. Baada ya hapo, ule umeme unaingia kwenye transformer ambayo ndio mauti yenyewe. Sasa ni transformer ambayo inapokea voti 220 AC na kuzipandisha step up transformer kuwa voti 2000 hadi 4000 AC. Hapo ndipo kifo chako kilipo kwenye hiyo transformer, maana voti 2000 hadi 4000 ni voti zisizofaa kabisa hata kusogelea mwili wa mwanadamu. Sababu ya pili, baada ya umeme AC kupandishwa kufika hadi voti 4000, bado kunakuwa na rectifier ambayo inabadili huo umeme kuwa DC, yani direct current kutoka kwenye alternating current. Hapa ndipo huu umeme unaongezwa kasi na uchochezi wa kuua kabisa. Umeme huo wote voti 4000 zinaingia kwenye capacitor, zinajaa pale. Huu umeme ndo unakuwa hauna msamaha kabisa. Hapo wanakuwa ni Israeli, si umeme tena. Sababu ya tatu, umeme huu baada ya kubadilishwa mkondo na kuwa DC, yani direct current, huwa unaingizwa kwenye kifaa maalum ambacho kinaitwa magnetron. Hichi kifaa kinafanya kazi ya kubadilisha umeme DC na kuwa frequency, yaani zinakuwa ni mawimbi ya redio, si umeme tena. Yanakuwa ni mawimbi ya umeme ambayo yana 3 GHz hadi 6 GHz, umeme ambao unakuwa na spidi ambayo haipimiki wala kuelezeka. Hayo mawimbi ndiyo yanatumika kupika chakula. Sasa badala ya utumike moto au joto, haya mawimbi yanasafiri hewani na kwenda kuchemsha maji au kuchemsha chakula kwa kutumia frictional force za molecule kati ya chakula na electrons ambazo zipo katika ile waves. Hapa ndipo inatokea hatari nyingine kwa mhandisi anavyokuwa anarekebisha hii microwave. Nimesema kuwa kuna magnetron, kifaa ambacho kinabadili voti zote 4000 na kuwa microwave, yani kuwa mawimbi ambayo yatapasha chakula. Sasa mawimbi hayo ni hatari. Iwapo utakiwasha hicho kifaa, yani magnetron, utakuwa unaitazama kwa macho yako huku umeiwasha, ina uwezo wa kukupofua macho muda huo huo. Hii magnetron ndo inatoa microwave, mawimbi ambayo yanaenda kupasha chakula.
Tambua kwamba mwili wako nao ni nyama, una maji. Hivyo iwapo yale mawimbi yataingia ndani ya mwili wako, yataenda kuasili damu au tishu zingine. Ili kujua zaidi kuhusiana na microwave na vifaa vingine kama amplifier, radio, TV na kadhalika, unahitaji kujiunga kwenye grupu langu la WhatsApp upate mafunzo ya kielektroniki. Kiingilio ni shilingi 80,000 tu. Njoo ufanikiwe, njoo utajirike kupitia electronics, maana wengi wameshafanikiwa.